waambieni maafisa wetu lazima waheshimu mitaji ya watu. Waheshimu mitaji ya watu. Wewe unaweza ukaona ni vibidhaa vichache, lakini huo ndo mtaji wake, hiyo ndo ofisi yake. Nimeelekeza haya Dodoma, nilikuta mtu mmoja, kijana mmoja pale, mtaji wake 540,000, ana bidhaa zake, wamepita watu wa jiji wakachukua bidhaa na mkono. Nikamwambia ndani ya na nilisema wasiporudisha wakamatwe, wale ni wezi kama wezi wengine. Lazima watu tuheshimu mitaji ya watu, lazima tuheshimu ofisi za watu. Yule mama pale kwenye lile genge, yeye ndo ofisi yake pale. Yule mama pale, mama lishe pale anapopika, yeye ndo ofisi yake pale. Lazima iheshimiwe. Na tusiguse bidhaa wala ofisi ili tuweze kupata fedha. Nilisema hivyo hata kwa bajaji, nikasema hivyo hata kwa bodaboda. Nikasema bajaji ama bodaboda ama gari ambayo itashikiliwa kituo cha polisi, iwe ile ambayo ilifanya uhalifu wa silaha. Kama amebeba wauaji wa silaha, na hiyo bodaboda ni dhamana, basi hiyo ishikiliwe. Kama alibeba madawa ya kulevya, jambo hilo kubwa, basi ishikiliwe. Lakini kama ni jambo la faini, mpeni bodaboda yake ili akatafuta hiyo faini awalipe. Maana hiyo ndio ofisi yake. Mrudishieni. Hizi sheria zingine tulizirithi za kikoloni hizi za wakati wale wa koloni ni weupe, alafu na watawaliwa ni weusi. Tumezirithi, tuendelea. Mtu unayemfahamu unashikaje kitendea kazi chake? Si unamfahamu. Makosa tunakubaliana, mtu akikosa alipe. Mpeni, mwambie umekosa hili, unatakiwa ulipe. Nenda katafute. Alipe, ndio hivyo. Tumekubaliana na hizo faini. Tusishikilie ofisi ya mtu. Na yasema haya kwa bajaji, na yasema na kwa ofisi, na Mheshimiwa Rais alivyoingia tu kwenye biashara zingine alisema akaunti zisifungwe wala ofisi zisifungwe. Watu wafanye kazi. Haya ndio mambo ya msingi ambayo Mheshimiwa Rais amenituma niyashughulikie kama msimamizi wa shughuli za serikali, kama msimamizi wa masuala ya udhibiti. Na mimi niwaambieni, hapa mwanzo naendelea kutoa maelekezo. Nitakapoanza kufuatilia utekelezaji wa maelekezo, wale watakapokutana na fiekeo wasilaumu mtu. Ndio, kwa sababu ili tuweze kushinda vita vya umaskini ni lazima tuwe na nidhamu kazini kwa watumishi wa umma na watu binafsi. Nidhamu kazini kwa watumishi wa umma na nidhamu kwa sekta binafsi. Na tuheshimu, sisi sote kama Watanzania, tuheshimu sekta binafsi. Mtu anayefanya kazi, amejiajiri, kaajiri na wengine, anatakiwa apewe heshima. Ana akili sana mtu wa aina hii. Imezoeleka kuona mtu akiwa ofisini anadhania ana akili kuliko walioko kule sekta binafsi. Mimi niwaambieni, kuanzisha kabiashara kamaji yale ya kufunga vijana mtaani tulikuwa tunaita ya drip yale, alafu uende utajirike mpaka uwe kama Bakresa, ni lazima uwe na akili, lazima uwe na nidhamu. Bila nidhamu huwezi ukafanya hivyo. Wao wanaofanya kazi huko kwenye sekta binafsi na wanalipa kodi serikali na wanaendesha maisha yao, msiwadharau, wana akili sana na wana bidii sana. Kwa hii lazima iwe hivyo. Sasa kumekuwepo na baadhi ya maeneo kupuuza jitihada hizo. Nimeshaelekeza na inaendelea kufuatilia utekelezaji wake. Mtu ana haraka kwenye shughuli yake, anaenda kwenye ofisi ya umma, anapeleka jambo lake, linapokelewa. Yule
unakuta yeye hana haraka, yeye mshahara wake upo, anazungusha na kiti hivi, anazunguka, sikiliza, anamwambia uje kesho. Kesho akija ana shida, ana haraka, anaambiwa uje kesho kutu. Kesho kutu akija anaambiwa uje wiki ijayo. Wiki ijayo akija anaanza kuulizwa, hivi ulisemaje? Anaamua basi abebe bango tu, asubiri siku rais anakuja, ama makamu wa rais ama waziri mkuu, abebe hata bango basi ili alisome hata kwa mbali, kwa sababu hapa kwenye ofisi ameshaenda, amezungushwa. Akibeba hilo bango kwenye mkutano, na hilo bango ananyang'anywa kabla kiongozi mkuu hajafika. Sasa tumesema na haya ndio maelekezo ya serikali. Viongozi ngazi zote, hapa tulikuwa tunamalizia mwaka hapa, viongozi ngazi zote, nendeni waliko wananchi. Na ninyi hapa nimewaibia mtihani. Wale walio wa biashara, fikeni sokoni muone watu wana shida gani. Fikeni kwenye kazi watu wanakofanyia kazi, jueni wana kero gani. Inayowazidi nguvu pelekeni ngazi ya juu. Ngazi ya juu isipelekwa na mwananchi moja moja, tunawasumbua. Maana ya ugatuaji wa madaraka ni mwananchi apate huduma pale pale alipo.